Mpendwa mfuatiliaji, karibu tena katika mwendelezo wa kujifunza lesoni yetu ya Bobea Andikoni. Ikiwa ni siku ya pili katika juma la 5, na siku hii ya pili kuna kichwa cha somo kisemacho kujitayarisha kuabudu. Kabla tujaendelea, tupate ombi. Rafiki yetu mpendwa, tunajikabidhi mikononi mwako ili ukapate kutufundisha na leo tena. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 23 inarekodi matayarisho ya Daudi na Sulemani kujenga hekalu la kudumu baada ya kuanzisha makao makuu ya taifa huko Yerusalemu. Ndoto ya Daudi ilikuwa ni kumjengea Mungu makao ya kudumu ambapo angeweza kukaa na Waisraeli milele. Ingawa Mungu aliupenda moyo wa Daudi, alichagua kumpa heshima hii Sulemani mwanawe. Kinachotia moyo hasa ni jibu la Daudi wakati Mungu alimpa mwingine mgao. Hakununa wala kulalamika. Alianza kufanya maandalizi ya kina ili Sulemani aweze kutimiza kwa urahisi zaidi ya agano la Mungu. Ni wangapi kati yetu wanaokatishwa tamaa kwa njia hiyo? Daudi alikuwa anakaribia mwisho wa maisha yake. Hata alipomkabidhi Sulemani kiti cha enzi, hekalu bado lilikuwa kwenye akili na moyo wa mfalme huyo mzee. Pamoja na mwana wake, Daudi alitambua wazao 38,000 kutoka kabila la Lawi, 24 kufanya kazi katika hekalu, 6,000 kuwa maofisa na waamuzi, 4,000 kuwa walinzi wa malango na wengine 4,000 kutumikia wakiwa na muziki. Zaidi ya idadi, Daudi alitoa maagizo kuhusu huduma za hekalu. Kiini cha kila kitu kilikuwa ibada za kila siku za asubuhi na jioni kwenye hekalu. Hili lilikuwa ni rejea wakati Mungu kupitia Musa aliwaagiza makuhani kuongoza dhabihu ya asubuhi na jioni. Mwanakondoo mmoja utamtoa asubuhi na mwanakondoo wa pili utamtoa jioni. Kwenye hekalu katika jiji kuu la Yerusalemu, ibada ya asubuhi na jioni ya leo ya Mungu ingeonyeshwa kwa taifa zima. Maisha ya Israeli yalikusudiwa kuwepo kati ya uzoefu wa msingi wa kiroho wa kila siku. Mungu alikusudia watu wake waanze na kumaliza siku zao pamoja naye. Hawakupaswa kamwe kuchukua uwepo wake, utoaji na ulinzi kwa kirahisi. Walihitaji nguvu za Mungu ili kuwalinda dhidi ya vitisho vya nje ya jumuiya yao na kutokana na vishawishi vilivyokuwa ndani, kama vile tamaa ya kufuata viwango na maadili ya mataifa yaliyozunguka. Dhabihu za asubuhi na jioni zilikuwa njia ya Mungu ya kuweka utaratibu wa ibada kwa watu binafsi na familia za Waisraeli kufuata. Njia ya kuwaweka katika uhusiano sahihi naye. Miunganisho hii ya asubuhi na jioni na Mungu ilikusudiwa kulinda na kuongoza maisha ya Waisraeli. Mambo ya kufanya. 1. Kariri aya yako pendwa kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 23. Iandike mara nyingi ili kusaidia kuikariri. 2. Ni changamoto gani zinazokuzuia kushiriki katika ibada kila siku? 3. Je, ni hatua gani unaweza kuchukua juma hili ili kuboresha muda wako wa kila siku pamoja na Mungu? Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.